Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kikao cha leo twakumbushana kuhusu kosa la kuinua macho juu wakati ukiwa kwenye swala. Wengi katika sisi utaona katika swala zao, baada ya kuangalia sehemu anayosujudu, yeye yuangalia juu, yuangalia mbinguni, yuangalia juu ya ukuta. Kama kuna saa mbele, wengine huangalia saa na namna hiyo, akajishughulisha kuangalia sehemu nyingine mbali na sehemu ambayo Mtume amehimiza mtu akiwa katika swala aiangalie. Ukiwa katika swala, watakikana macho yako yaangalie chini, sehemu ambayo unasujudu. Umepokewa hadithi mbili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza jambo hilo. Hadithi ya kwanza imetolewa na al-Imamu Bukhari katika hadithi ya sahaba Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwasema, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-samai fi salatihim, wana nini hawa watu ambao wanainua macho yao mbinguni wakiwa katika swala zao. La yantahunna an dhalika, watakomeka tena watakomeka na jambo hilo. Au la tukhtafanna absaruhum, au kama hawatokomeka basi Mwenyezi Mungu atakufua macho yao. Angalia jambo hili, Mtume ameliekea kitisho la kupofuka macho. Yani mtu lau hakomeki na tabia hiyo, huenda Mwenyezi Mungu kwa hasira zake akapofua macho yake. Na sijui kwa nini, ndugu Muislamu, uje katika swala uswali ili upate rehma za Mwenyezi Mungu, kumbe iwe ni sababu ndani ya swala Mwenyezi Mungu akukasirikie, akupofue macho yako. Kwa hivyo katika hii hadithi imeonyesha kosa hili ambalo sisi twalifanya halifai. Haifai kwa mtu kuswali kuinua macho yake juu mbali na ile sehemu ambayo yuwasujudu. Hadithi ya pili imepokewa kutoka kwa al-Imamu Muslim. Imamu Muslim ameitoa hadithi hii kwa riwaya ya sahaba Jabir bin Samura radhiyallahu anhuma, akipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-samai fi salati au la tarji'u ilayhim, watakomeka tena watakomeka watu wanaoinua macho yao juu mbinguni wakiwa katika swala. Ikiwa hawatokomeka, basi huenda macho yao yasirudi tena chini. Yani vile umpeleka jicho juu, Mwenyezi Mungu alijalie libaki pale pale, wataka kuliregesha chini likatae kurudi. Pia hadithi hii ikaonyesha uzito wa hali kama hiyo. Kwa hivyo umekuja kuswali ili upate rehma ya Mwenyezi Mungu, lakini sijui kwa nini ndugu Muislamu ufanye mambo ndani ya swala ambayo yatasababisha upate nakama badala ya kupata rehma. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.